Naitwa Hamisi Saidi Athmani, ni mjumbe wa mwanakikundi Machimba Nguvu Kazi ambacho kinapatikana Mitwero, na mimi ni mkazi wa Mitwero na nipo maeneo husika manispaa ya Lindi. Historia ya kikundi, tulianza kikundi katika mazingira wakati kipindi hicho tunachimba mawe, tukaona ni bora, tukapata fursa, akaja mtu mmoja binafsi akaandaa nishati mbadala ambaye huyo ndo mwanzilishi katika eneo hili. Tukagairisha habari zote za mawe, tukarudi kwenye kikundi kama kikundi, tukakaa naye, tukafanya naye kazi ndani ya miaka miwili. Tukaamua sasa tuanzishe kikundi kama kikundi, na alituruhusu fursa. Tukaamua sisi tuchangamkie hiyo fursa ili tuendelee na mazingira ya kuzalisha kama alivyozalisha yeye. Material. Kuhusu habari ya nishati, tukaamua bora tunatumia nishati yetu mbadala ambayo inatumia taka kavu. Taka kavu ambayo inamaanisha vifuu, tunatumia maranda ya mbao, tunatumia vigunzi, tunatumia mabaki ya miogo, maganda yake yaliyokishachonga, tunachukua ile maganda, tunachukua tunakausha, tuna carbonize. Manake hivi vitu tunaenda tunafikia hatua tunavichoma. Vinachomwa, tunachukua ule unga, tunapika, vikishachomwa tunachukua tunapeleka mashine, tunasaga hivyo vitu vyote. Na ule unga miogo ambao ndo maganda miogo tunayakausha, tunapeleka mashine, tunasaga, tunazalisha unga kama unga. Na huo unga ambao tunauzalisha, unga tukishauzalisha tunaandaa kama uji. Tukishachanganya vile vifaa vyetu vyote katika mixer tulivyosagwa ambavyo ndo vina carbonize ya vigunzi, tukishasagwa tunachanganya moja kwa moja, tunatia ule uji ambao ni gundi, ambayo inaweza kugandisha, tunatengenezesha mkaa na tunaenda kwenye mashine tunasaga. Ndio baada ya kutoka kwenye kusaga kwenye mashine, tunapoingia kwenye mashine, tunafika mashine, tunatengeneza ule mkaa, unatoka mkaa ambao ni safi na nishati safi na nishati mbadala, nishati ambayo haina matatizo yoyote, haina madhara yoyote. Zaidi hapo ndio kwanza changamoto zingine. Kabla ya changamoto tulipata tatizo mwanzo. Ilikuwa mwanzo vifaa ambavyo tulivyokuwa tunavitumia vilikuwa vifaa ni hafifu, manake ni kidogo. Upande wa serikali tukashukuru, walituwezesha tukaweza kununua mashine, walituwezesha mkopo wa bilioni 30 tukanunua mashine. Tunaishukuru sana kwa sababu mashine zote zinafanya kazi na vifaa vina pesa imeenda katika njia ambazo ziko sahihi na njia ambazo zimetarajiwa. Kuhusu watumiaji nao pia tunao watumiaji kwa sasa. Watumiaji wetu wao wako vizuri kwa sababu wanatumia mkaa na wameupokea kwa njia sahihi. Ni mkaa ambao una faida kwa upande wao. Kwanza unadumu masaa 3 kwa kilo 1,700. Manake ukianza upishi wako ndani ya masaa 3 mkaa hujaisha moto na unaendelea kuwa na mazingira mazuri, na anaendelea kupikia. Kwa mfano anaweza akapikia maharage, akapikia ugali au wali, akapikia na vitu vingine labda maji, chai kwa kilo hiyo moja. Hiyo kwa upande wao ni faida kubwa ambayo kwa sasa sisi wanaipata. Kuhusu swala la mazingira, sisi huwa tunatunza mazingira yetu kwa kuhofia watu wasichombe moto, majangwa, wasikate miti kwa sababu unaleta athari katika janga la taifa. Ndio maana tukaamua sasa tuingie katika njia nyingine, nishati mbadala ambayo itawasaidia watu na dunia kwa ujumla. Tunatunza mazingira, hali ya hewa, tusichafue mazingira, ila tuboreshe mazingira yetu na mazingira yetu yatutunze.